Hesabu sura ya 21. Na Mkanaani mfalme wa Aradi aliyeketi upande wa Negebu alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Atharim. Basi akapigana na Israeli na watu kadha wa kadha miongoni mwao akawateka mateka. Basi Israeli akaweka nadhiri kwa Bwana akasema, kama wewe utawatia watu hawa mikononi mwangu kweli, ndipo mimi nitaiharibu miji yao kabisa. Bwana akasikiza sauti ya Israeli, akawatia Wakanaani mikononi mwao, nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa, na jina la mahali hapo likaitwa Horma. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Kisha wana wa Israeli wakasafiri wakapanga Marago Oboth. Wakasafiri kutoka Oboth wakapanga Iye Abarim katika jangwa iliyoelekea Moabu upande wa mawio ya jua. Kutoka huko wakasafiri wakapanga katika bonde la Zeredi. Kutoka huko wakasafiri wakapanga upande wa pili wa Alnon ulio jangwani, utokao katika mpaka wa Amori. Maana Alnon ndio mpaka wa Moabu, kati ya Moabu na wa Amori. Kwa hiyo imesemwa katika chuo cha vita vya Bwana. Wahebu katika Sufa na bonde za Alnon, na matelemko ya hizo bonde kwenye kutelemkia maskani ya Ari na kutegemea mpaka wa Moabu. Kutoka huko wakasafiri kwenda Beeri, ni kisima ambacho Bwana alimwambia Musa, uwakutanishe watu nami nitawapa maji. Ndipo Israeli wakaimba wimbo huu, bubujika kisima, kiimbieni kisima walichokichimba wakuu, ambacho wakuu wa watu wakakifukua kwa fimbo za enzi, kwa fimbo zao. Kutoka lile jangwa wakaenda Matana, na kutoka Matana wakaenda Nahalieli, na kutoka Nahalieli wakaenda Bamoth, na kutoka Bamoth wakaenda bondeni kwenye konde la Moabu hata kilele cha Pisga kielekeacho chini jangwani. Kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni mfalme wa Waamori na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako. Hatutageuka kando kwenda mashambani, wala kuingia katika mashamba ya mizabibu. Hatutakunywa maji ya visimani. Tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake, bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani. Akafika mpaka ya Hasa, akapigana na Israeli
wakampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake tangu mto wa Arnon hata mto wa Yabok mpaka nchi ya wana wa Amon. Kwa kuwa mpaka wa wana wa Amon ulikuwa una nguvu, basi Israeli wakaitoa miji hiyo yote. Israeli wakakaa katika miji yote ya Waamori katika Heshbon na miji yake yote, kwa kuwa Heshbon ulikuwa ni mji wa Sihon mfalme wa Waamori, aliyekuwa akipigana na mfalme wa Moabu wa mbele na kumpokonya nchi yake yote mkononi mwake mpaka mto wa Arnon. Kwa hiyo hao wanenao kwa mithali wasema, njoni Heshbon, mji wa Sihon, na ujengwe na kuthibitishwa, maana moto umetoka Heshbon, umekuwa ari ya Moabu, mwali wa moto umetoka mji wa Sihon, wakuwa mahali palipoinuka Arnon. Ole wako Moabu, umeangamia, enyi watu wa Kemosh! Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi na binti zake waende utumwani. Wamwendee Sihoni mfalme wa Amori, tumewapigia mishare. Heshbon umepotea mpaka Dibon, nasi tumeharibu mpaka Nofa ifikiriayo Medeba. Basi hivyo Israeli akaketi katika nchi ya Waamori. Kisha Musa akapeleka watu ili kupeleleza Yazeri, nao wakaitoa miji yake, wakawafukuza Waamori waliokuwamo. Kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akaondoka pigane nao huko Edrei, yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, usimche, kwa kuwa nimekwisha mtia mkononi mwako na watu wake wote na nchi yake, nawe utamtenda kama ulivyomtenda Sihon mfalme wa Amori aliyeketi Heshbon. Basi wakampiga na wanawe na watu wake wote, hata wasisaze kwake mtu yeyote, nao wakaimiliki nchi yake. Hesabu sura ya 22. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko. Na Baraki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Baraki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Baramu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza kutupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Baramu, wakamwambia maneno ya Baraki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Baramu. Mungu akamjia Baramu akasema, ni watu gani hawa ulionao pamoja nawe? Baramu akamwambia Mungu, Baraki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu
amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Balamu akaondoka asubuhi, akawaambia wakuu wa Balaki, enendeni zenu hata nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki, wakasema, Balamu anakataa kuja pamoja nasi. Basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo, wakubwa kuliko wale wa kwanza. Wakamfikiria Balamu, wakamwambia, Balaki mwana wa Sipori asema hivi, nakusihi neno lolote lisikuzuie usinijie, maana nitakufanyizia heshima nyingi sana, na neno lolote utakaloniomba nitalitenda. Basi njoo nakusihi unilaanie watu hawa. Balamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia. Mungu akamjia Balamu usiku akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolitenda. Basi Balamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamuona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake, amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitaru upande huu na kitaru upande huu. Yule punda akamuona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balamu mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamuona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balamu. Hasira yake Balamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara tatu hizi? Balamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki. Laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balamu, je, mimi si punda wako, nawe umenipanda maisha yako yote hata leo? Nimezoea kukutenda hayo? Akasema, la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balamu, akamuona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara tatu hizi? Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga, kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara tatu hizi. Kama asingejiepusha nami, bali bila shaka ningalikuua wewe, nikamwacha yeye hai. Balamu akamwambia malaika wa Bwana, nimefanya dhambi, maana sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga. Basi sasa ikiwa umechukizwa, nitarudi tena. Malaika wa Bwana akamwambia Balamu, enenda pamoja na watu hawa, lakini neno lile nitakalokuambia
ndilo utakalosema. Basi Balaamu akaenda pamoja na wakuu wa Balaki. Balaki aliposikia ya kuwa Balaamu amefika, akatoka kwenda kumlaki mpaka mji wa Moabu ulioko katika mpaka wa Arnon, ulioko katika upande wa mwisho wa mpaka huo. Balaki akamwambia Balaamu, je, mimi sikutuma watu kwako kwa bidii ili kukuita? Mbona hukunijia? Je, siwezi mimi kukufanyizia heshima nyingi? Balaamu akamwambia Balaki, tazama, nimekujia. Je, mimi sasa nina uwezo wowote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakalolitia kinywani mwangu ndilo nitakalolisema. Balaamu akaenda pamoja na Balaki, wakafika Kiriath Husoth. Balaki akachinja ng'ombe na kondoo, akampelekea Balaamu na wale wakuu waliokuwa pamoja naye. Ikawa asubuhi, Balaki akamchukua Balaamu, akampandisha hata mahali pa juu pa bahari, na kutoka huko akawaona watu hata pande zao za mwisho. Hesabu sura ya 23. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaamu, na Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake, akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Kutoka kilele cha majabari namuona, na kutoka milimani namtazama. Angalia, ni watu wakaao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, au kuhesabu robo ya Israeli? Na nife kifo chake mwenye haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Balaki akamwambia Balaamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili uwalaani adui zangu, na tazama, umewabariki kabisa kabisa. Naye akajibu akasema, je, hainipasi kuangalia niseme neno lile Bwana atialo kinywani mwangu? Balaki akamwambia, haya, njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza utaona upande wa mwisho wao tu, wala hutawaona wote, ukanilaanie hao. Kutoka huko akamchukua mpaka shamba la Sofimu hata kilele cha Pisga. Akajenga madhabahu 7, akatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Akamwambia Balaki, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami nitaonana na Bwana kule. Bwana akaonana na Balaamu, akatia neno kinywani mwake, akasema, umrudie Balaki ukaseme hivi. Akafika kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia Bwana, amenena nini? Naye akatunga mithali yake, akasema,
Ondoka Baraki ukasikilize. Nisikilize, e mwana wa Sipori. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hatalitenda? Iwapo amenena hatalifikiliza? Tazama, nimepewa amri kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, ni sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Tazama, watu hawa wanaondoka kama simba mke, na kama simba anajiinua nafsi yake, hata lala hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. Baraki akamwambia Baharamu, basi usiwalaani kabisa, wala usiwabariki kabisa. Lakini Baharamu akajibu akamwambia Baraki, je, sikukuambia ya kwamba kila neno Bwana atakalolisema sina budi kulitenda? Kisha Baraki akamwambia Baharamu, haya, njoo sasa nikupeleke mahali pengine, labda Mungu ataridhia kwamba unilaanie watu hao huko. Basi Baraki akamchukua Baharamu, akaenda naye mpaka kilele cha mlima Peori, mahali paelekeapo upande wa nyika iliyo chini yake. Baharamu akamwambia Baraki, haya, unijengee hapa madhabahu 7, kisha uniandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Basi Baraki akafanya kama Baharamu alivyosema, akasongeza sadaka ng'ombe mume na kondoo mume juu ya kila madhabahu. Hesabu sura ya 24. Basi Baharamu alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Baharamu akainua macho yake akawaona Israeli wamekaa kabila kabila. Roho ya Mungu ikamjia, akatunga mithali yake akasema, Baharamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi. Akianguka kifudifudi amefumbuliwa macho. Mahema yako ni mazuri namna gani, e Yakobo! Maskani zako, e Israeli! Mfano wa bonde zimetandwa, mfano wa bustani kando ya mto, mfano wa mishubiri aliyoipanda Bwana, mfano wa mierezi kando ya maji. Maji yatafurika katika ndoo zake, na mbegu zake zitakuwa katika maji mengi. Na mfalme wake ataadhimishwa kuliko Agagi, na ufalme wake utatukuzwa. Mungu amemleta kutoka Misri, ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio adui zake, ataivunja mifupa yao vipande vipande, atawachoma kwa mishale yake. Aliinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakayemshusha? Na abarikiwe kila akubarikie, na alaniwe kila akulaani. Hasira ya Baraki kawaka juu ya Baharamu, akayapiga makofi. Baraki akamwambia Baharamu, nalikuita ili unilaanie adui zangu, na tazama, umewabariki kabisa mara 3 hizi. Basi sasa kimbilia mahali pako, naliazimu kukuheshimu sana, lakini tazama, Bwana amekuzuilia heshima. Balaamu akamwambia Baraki, je, sikuwaambia wajumbe wako ulionipelekea nikisema, kama Baraki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana, kutenda neno jema wala neno baya, kwa nia yangu mwenyewe. Bwana atakalolinena ndilo nitakalolinena mimi. Basi sasa tazama, ninakwenda kwa watu wangu. Haya, nitakuarifu mambo ambayo watu hawa
utakayowatenda watu wako siku za mwisho. Akatunga mithali yake akasema, Balaamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake aliye juu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Nimemuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa ghasia. Na Edomu itakuwa milki, Seiri pia itakuwa milki, waliokuwa adui zake. Israeli watakapotenda kwa ushujaa, mwenye kutawala atakuja toka Yakobo, atawaangamiza watakaobaki mjini. Kisha akamwangalia Amaleki, akatunga mithali yake akasema, Amaleki alikuwa ni wa kwanza wa mataifa, lakini mwisho wake akafikiria uharibifu. Kisha akamwangalia Mkeni, akatunga mithali yake akasema, makao yako yana nguvu, na kitundu chako kimewekwa katika jabali. Pamoja na haya, Wakeni wataangamizwa hata Ashuru atakapokuchukua mateka. Akatunga mithali yake akasema, ole wao ni nani atakayepona Mungu atakapofanya haya? Lakini merikebu zitakuja kutoka pwani kwa Kitimu, nazo zitamtaabisha Ashuru, na Eberi zitamtaabisha yeye, naye atafikiria uharibifu. Basi Balaamu akainuka akaondoka na kurudi mahali pake. Balaki naye akaenda zake. Hesabu sura ya 25. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaarika hao watu waende sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal-peor, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu, ukamtungikie Bwana watu hao mbele za jua, ili kwamba hizo hasira za kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu watu wake waliojiungamanisha na Baal-peor. Natazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Naye Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwa wana wa Israeli. Nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi, hata nisiwaangamize wana wa Israeli katika wivu wangu. Basi kwa hiyo sema, tazama, nampa yeye agano langu la amani, tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake na kuwafanyia upatanisho wana wa Israeli. Basi jina la Mwisraeli huyo aliyeuawa pamoja na yule mwanamke Midiani aliitwa Zimri mwana wa Saru, mkuu
wa nyumba ya baba zake katika kabila za Simeoni. Na jina la huyo mwanamke Midiani aliyeuawa aliitwa Kozbi binti Suri, naye alikuwa kichwa cha watu wa nyumba ya baba zake huko Midiani. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, wasumbue wa Midiani na kuwapiga, kwa sababu wao wawasumbua ninyi kwa hila zao ambazo kwa hizo wamewadanganya ninyi katika jambo la Peori na katika jambo la huyo Kozbi binti wa mkuu wa Midiani, umbo lao huyo aliyeuawa siku hiyo ya pigo katika jambo la Peori.